Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Mwambie jirani yako karibu nyumbani mwa Bwana. Mwambie jirani yako karibu nyumbani mwa Bwana. Karibu nyumbani mwa Bwana. Haleluya. Haleluya. Mungu akubariki sana uliyefanikiwa kufika tena nyumbani mwa Mungu. Haleluya. Amen. Leo tutaenda kujifunza jambo jipya. Sio jipya pengine kulisikia masikioni mwako, lakini litakuwa jipya kwetu hapa leo. Amen. 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 Tutajifunza jambo moja linalohusiana na utambulisho wa kiroho. Amen. Amen. Kitu kinaitwa spiritual identity. Bwana apewe sifa. Amen. Nimekuwa nikiahidi watu nitafundisha, lakini ni wakati sahihi wa wewe kujifunza. Hili jambo linaitwa utambulisho wa kiroho, spiritual identity. Haleluya. Ni utambulisho wa aina gani? Amen. Amen. Kwa nini uwe wa kiroho? Bwana Yesu asifiwe. Na kwa nini utambulisho? Utambulisho ni nini? Bwana apewe sifa. Amen. Utambulisho wa kiroho ninaozungumzia ni utambulisho unaoenda zaidi ya jina. Kwa Kiingereza unaweza kusema beyond your name. Your identity beyond your name. Unaweza kuandika hivyo. Your identity beyond your name. Utambulisho wako nyuma ya jina lako. Au utambulisho wa kiroho ni utambulisho ambao umebeba tafsiri nzima ya hatima yako. Ni utambulisho uliobeba tafsiri nzima ya maisha yako. Bwana apewe sifa. Sasa je, unaujua? Na hata huo utambulisho wa kiroho ni kitu gani? Unajua? Bwana apewe sifa. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Ni utambulisho ulioambatana na hatima ya mtu. Ni utambulisho ulioambatana na hatima ya mtu. Ni utambulisho ambao mtu anapewa kwa ajili ya hatua zake kiroho ambazo zitaleta matokeo kimwili. Na utambulisho huu uko pande zote. Upo upande wa nuru, upo upande wa giza. Upande wa giza kuna watoto wanazaliwa, wanapewa jina la babu yake au wanapewa jina la bibi yake. Alafu upande wa nuru kuna mtu anazaliwa, alafu Mungu anampa jina kulingana na lile kusudi ambalo ameliweka ndani ya huyo mtu. Bwana apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo utambulisho wa kiroho ni utambulisho ambao huwa umeambatana na hatua za mtu kiroho ambazo baadaye zitaleta matokeo mwilini. Wiki iliyopita tulikuwa tunajifunza juu ya kusudi. Kusudi la Mungu ni jambo jingine na utambulisho wako ni jambo jingine. Kusudi la Mungu ndani yako liko pale pale, ingawa kuna wakati linaweza kujifunua kama utambulisho wako, lakini kuna wakati linabaki kama kusudi, na utambulisho wako unahitajika ili kutimiza kusudi. Haleluya. Haleluya. Kusudi la Mungu ni kitu kingine na utambulisho wako wa kiroho ni kitu kingine. Kwa usije ukavichanganya, vitakuchanganya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Utambulisho wa kiroho
ni sababu kubwa ya kila jina kuwa na maana. Kwa sura nyingine unaweza kusema utambulisho wa kiroho ni maana nyuma ya jina. Kuna mtu anaitwa Mateso, alafu maisha yake hajawahi kuwa na raha. Kuna mtu anaitwa Taabu, yeye ni mtu ambaye hajawahi kuwa na amani. Kuna mtu anaitwa Furaha. Bwana Yesu asifiwe. Saa zote ana furaha hata kama hana hela. Wako hao. Mwingine anaitwa Furaha lakini ana misiba. Kumbe alipewa kinyume cha. Upande wa giza huwa unaachilia majina kwa watu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Upande wa giza unaachilia majina kwa watu kurithi. Sasa sizungumzii majina, nazungumzia utambulisho. Utambulisho ni nyuma ya jina lako. Ni nyuma ya maisha yako. Utambulisho wako ni kama kivuli chako. Bwana apewe sifa. Utambulisho wako ni kama kivuli chako. Ni nguvu inayoenda nyuma ya maisha yako. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Asilimia 90 ya majina yana maana. Na huwa yanamaanisha jambo fulani au wakati fulani au majira fulani. Kuna mtu anaitwa Bujiku. Nikauliza maana ya Bujiku ni nini? Akasema huyu alizaliwa usiku. Kwa Kisukuma Bujiku ni usiku. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine akaitwa Keja. Kija. Na yenyewe ina maana yake. Bwana Yesu asifiwe. Majina mengi ya kikabila mlionayo nyuma yake yana maana. Amen. Kuna wengine wanataka na Sikudhani. Sikudhani, ukiuliza mama yake kwa nini ulimwita mtoto Sikudhani? Sasa sikujua kama nitashika ujauzito siku ile. Kuna mtoto akaitwa Sikudhani. Hamjui majina yapo. Bwana Yesu asifiwe. Umeshawahi kuuliza nini maana? Kwa anatembea nyuma yake anaitwa Sikudhani. Kumbe kuna utambulisho nyuma ya Sikudhani isiyo na matarajio, wa bahati nasibu, wa bahati mbaya. Kwa kila akitembea yeye haji kuwa na bahati njema, kwa sababu mama yake pia alipata mimba ya bahati mbaya. Akasema Sikudhani, mwanangu ataitwa Sikudhani. Mimba ilikuwa bahati mbaya. Kwa hata maisha yake yanakuwa bahati mbaya. Kila kinachokuja kwake ni bahati mbaya. Akipata hela ni ya bahati mbaya. Na kwa sababu ni bahati mbaya haidumu. Bwana asifiwe. Haleluya. Natamani mtu anielewe. Amen. Haleluya. Haleluya. Kila unapoona mtu anatambuliwa katika ulimwengu wa roho, lazima kuwe na kusudi la kutimiza kulingana na huo utambulisho. Amen. Kwa sababu utambulisho lazima ubebe kusudi la kutimiza baadaye. Amen. Au niseme kusudi lazima liwe na utambulisho wa kutimia. Ili liweze kutimia, lazima kuna utambulisho fulani utakao lisukuma kusudi kutimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Yohana Mbatizaji wanamuuliza, kwa hiyo wewe ni nani? Alijitambulishaje? Mimi ni mtu aliaye nyikani. Haleluya. Mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani. Tengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Utambulisho wa Yohana, achana na jina la Yohana Mbatizaji. Aliwapa utambulisho wake kiroho. Unaitwa nani? Wewe ni nabii yule? Akasema hapana. Mimi ni sauti ya mtu aliye nyikani. Maana yake utambulisho wangu ni huu. Ndio unaotambulika rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alikuwa akiongea na wanafunzi namna hii. Akitoa mfano, hawaambii nitakaporudi. Anasema atakapokuja mwana wa Adamu. Atakapokuja mwana wa Adamu. Mwana wa Adamu ni nani? Yaani yeye anaitwa Yesu. Alafu kuna mwana wa Adamu. Huyu mwana wa Adamu ni nani? Kwa nini yeye ni Yesu lakini ajitambulishe kama mwana wa Adamu? Manake mwana wa Adamu ni utambulisho. Biblia inasema Adamu wa kwanza ni yule wa bustani ya Edeni. Adamu wa pili ni Yesu Kristo.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa huyu Adamu wa pili amekuja kutupatanisha na Bwana. Ila Adamu wa kwanza alimkosea Mungu, tukatengwa na neema. Tukatengwa na Mungu kwa vizazi na vizazi. Alafu Adamu wa pili amekuja kuturudisha kwa Bwana. Haleluya. Haleluya. Kwa utambulisho wa kiroho ni utambulisho muhimu sana kama ukiujua. Ni utambulisho ambao unaanza kukutambulisha mahali kabla hujajitambulisha unaitwa nani. Ukitaka kujua wewe ni nani katika ulimwengu wa roho, fika mahali wasipokujua. Alafu anza kushirikiana nao kila kitu. Watakutafutia jina linaloendana na utambulisho wako. Haleluya. Haleluya. Utashangaa tu wamekuja, mama mtumishi. Wewe, ni mama mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Utambulisho wa kiroho ni utambulisho sahihi sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikiwa mdogo kuliwahi tokea mtu alipata ajali akawa amevimba mdomo. Pata ajali akawa amevimba shavu. Sasa yule mtu alikuwa wanamuita engineer. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi nikaja nikafika wakati fulani nikavimba. Nilipovimba, waliponiona nimevimba wakanavonicheka wakasema amevimba kama engineer. Amevimba kama engineer. Kwa wakanifananisha na yule engineer aliyepata ajali. Lakini engineer nilipoanza kukua ikafika mahali nikagundua kwamba kumbe nitakiwa niwe engineer. Nimefeli tu, ila mimi nitakiwa niwe engineer. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe mimi nilikuwa niwe engineer, nikafeli, nikaviacha. Amen. Nikiwa mtaani ninavuta sigara kabisa. Yaani nimebana sigara yangu hapa mdomoni. Tunazungumza, wananiita mchungaji. Wewe mchungaji, njoo tuongee. Mchungaji na sigara mzioni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ni utambulisho ambao mimi mwenyewe nilikuwa sijui kama nimebeba. Amen. Haleluya. Ni utambulisho unaokaribiana na kusudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kusudi la Mungu ni kweli niwe mchungaji, lakini utambulisho wake nilikuwa siujui. Kwa hata wewe kuna utambulisho unao na haujui. Amen. Na mara nyingi utambulisho unapokuja huwa ni jina kama la kusemewa vibaya. Kwa sababu unakuja na character fulani. Unakuja na tabia fulani. Kwa ule utambulisho ukija wanaanza kusema, "Na vitabia vya kirokole." Kila mtu ameshaanza kuambiwa hivyo na hajaokoka, wokovu unamuita. Haleluya. 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 Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa utambulisho wa kiroho ni kitu ambacho mtu anakuwa anatembea nacho. Ni roho tu ndio itakayo sense. Mwili hauwezi. Tunapoenda mtu kutolewa unabii, anapokutana na nabii, kinachotokea kwa nabii sio utambulisho wa mwilini, ni utambulisho wa rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Rohoni unaweza ukawa ni bachelor, mwilini una ndoa. Ukikutana na nabii wa Mungu, hata iona ndoa, ataona ubachelor, kwa sababu ubachelor utaanza kusema kabla ya mdomo wako hujasema nina ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa utambulisho wa kiroho ni utambulisho unaoambatana na aina ya roho nyuma ya mtu. Ni utambulisho unaoambatana na aina ya roho nyuma ya mtu. Kama mtu ni maskini, hawezi kutambuliwa kwa roho ya utajiri. Atatambuliwa kwa huo maskini. Bwana Yesu asifiwe. Wanasiasa wanapenda kututambulisha vibaya sana kwa wenzetu. Watanzania wanyonge, Watanzania maskini. Mimi sio maskini. Bwana Yesu asifiwe. Sasa yani wanakula kodi ya wanyonge. Wewe ni mnyonge mpaka unalipa kodi, wewe ni mnyonge. Wanakula kodi ya wanyonge, Watanzania maskini. We. Mimi sio Mtanzania maskini. Utambulisho gani huo? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wewe unakubali? Wewe ni Mtanzania maskini? Wewe ni Mtanzania mnyonge? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa utambulisho wa kiroho una vitu vingi sana. Na huwa unabeba uhalisia wa maisha ya mtu. Amen. Kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 42 na kitabu cha Mathayo 16, 17 na 18.
Kitabu cha Yohana kama mtu ameona. Somaji hapo haraka haraka. Msomaji Yohana 1:42. Tasoma Yohana 1 mstari wa kwanza sura ya 42. Unasema, akampeleka kwa Yesu, naye Yesu akamtazama, akasema, wewe usimoni mwana wa Yohana, nawe utaitwa Kefa, tafsiri yake Petro au jiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo ambaye Yesu anazungumza hapa kumuhusu ni Petro. Akasema wewe usimoni. Jina la Petro alikuwa anaitwa Simon, ndo la wazazi wake. Amen. Akasema utaitwa Petro au Kefa au jiwe. Yaani Petro, Kefa, jiwe. Haya majina yote matatu yana tafsiri moja. Amen. Petro au jiwe, lakini jina lake la kwanza anaitwa Simon. Bwana Yesu apewe sifa. Jina lake la kwanza anaitwa Simon. Alafu akamwambia utaitwa Petro. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Mathayo hiyo 16, 17 na 18. Anasema hivi, Simon Petro akajibu kusema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simon Bayona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakwambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanza ulianza utambulisho, alafu ndio kusudi. Lakini Yesu mwenyewe aliwauliza wanafunzi, huko nje watu wananiita nani? Amen. Akijua kwamba kuna utambulisho wanatakiwa kuwa nao na muda wa kuwa nao haujafika. Wakasema kuna wanaokuita nabii, kuna wanaokuita nabii yule, wanaokuita Elia, wanaokuita Yohana. Akasema okay, na nyie mnanihitaji? Bwana Yesu asifiwe. Petro akamwambia wewe ndiwe Kristo. Yesu akamwambia hakika damu na nyama visingekufunulia haya, bali Baba yangu aliye mbinguni. Kwa Yesu kuwa Kristo ni utambulisho wa kazi ya kufa msalabani, ambao kwa wakati huo haukuwa wazi. Kwa wachache waliofunuliwa na Mungu ndio waliopokea, ambao ni wanafunzi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni utambulisho uliobeba hatima ya Kristo, hatima ya Yesu. Kwa sio watu wote wanaweza kuupata. Kwa nini? Kama ukipatikana na kila mtu utambulisho wako wa rohoni, ni rahisi kukuhack na kukuibia na kukunyang'anya. Bwana Yesu asifiwe sana. Utambulisho wako wa kiroho ni kitu kilichofichika kwa sababu kimeambatana na hatima yako. Yaani utambulisho wako wa kiroho umefichwa hata kwenye macho yako mwenyewe. Haleluya. Mpaka ukaribiane na Mungu sana. Mpaka ukaribiane na Mungu sana ndio uone utambulisho wako wa kiroho. Usipoweza kukaribiana na Mungu sana, utambulisho wako wa kiroho hutaujua. Petro alikuwa hajui yeye ni nani. Yesu anamwambia wewe Petro, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa, wala malango ya kuzimu hayataliweza. Petro Bayona, juu ya mwamba huu nitajenga kanisa. Kilichoanza kutambulishwa ni mwamba, ni jiwe, ni Petro. Haleluya. Haleluya. Kwa utambulisho wa Petro kwenye ulimwengu wa roho ni utambulisho aliopewa na Yesu Kristo. Jina lake anaitwa Simon. Amen. Haleluya. Jina lake anaitwa Simon. Siku ya kwanza alipokutana akamwambia Simon, wewe utaitwa Petro. Bwana Yesu asifiwe. Au jiwe, au Kefa.
Halafu hapa anakuja kuonesha hatima ya jina lake. Amen. Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa. Kwa utambulisho wako wa kiroho ndio uliobeba hatima yako. Utambulisho wako wa kiroho ndio uliobeba kesho yako. Kuna watu maisha yao yanaishi kwenye vifungo vya uganga. Kwa nini? Walipokuwa wadogo walipewa majina ya waganga, wakarithi majina na hawajui hata maana za majina. Mwingine anasema sasa ni jina la kwenye Biblia, bibi yangu alikwenda Sara na mwanangu naye anamuita Sara. Kumbe bibi yako alikuwa mshirikina. Maroho ya kishirikina yanaanza kutesa watoto wako. Bibi yako hakuwa na pesa, alikuwa maskini wa kutupa, na watoto wako unawapa jina lile lile. Umaskini unaanza kuwatesa. Unawasomesha, unashangaa, mbona kila nikiwapeleka shule wanafeli? Watafaulu vipi bibi yao hakuwahi kujua shule? Yaani wewe mtoto anafaulu vipi? Hatima yake umeambatanisha na mtu ambaye hakuwahi kujua shule. Bwana Yesu asifiwe. Hatima ya mwanao umeiambatanisha na mtu ambaye hakuwahi kujua shule. Mnawapa watoto majina kwa mapenzi ya mzazi, sio kwa mapenzi ya Mungu. Kumbe nyuma ya jina lake kuna utambulisho wa kiroho. Utambulisho aliokuwa nao Yohana. Alipoutoa hawakuelewa watu wote. Wakasema wewe ni nani? Akasema mimi ni sauti ya mtu aliye nyikani, yanyosheni mapito yake. Tenzeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Wanaojua Biblia tu ndio waliomuelewa, na wenyewe bado hawakuelewa kwa undani. Maana walihitaji ufafanuzi zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akasema huko nje wananihitaji. Akasema yale ya nje ya kumsumbua, nyie mnanihitaji. Aone wanajua utambulisho wake halisi. Wakasema wewe ndiye Kristo. Akasema damu na nyama visinge kufunulia haya, bali Baba yangu aliye juu. Ndio maana ni muhimu sana wewe kukaa maombi kila siku, kukaa mbele za Mungu kila siku, kujifunza neno la Mungu kila siku, kwa sababu kuna utambulisho Mungu ameweka ndani yako ambao hautaupata popote isipokuwa kwa Mungu. Na huo utambulisho umeambatana na hatima yako, umeambatana na kesho na mwisho wako. Huwezi kuwa na mwisho mwema kama hauna utambulisho unaokupeleka kwenye huo mwisho mwema. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauwezi kuwa na kesho nzuri, hauwezi kuwa na kesho salama kama hauna utambulisho unaokupeleka kwenye kesho salama. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Mtu ambaye anapewa kazi, hata kama alikuwa hana jina, amepewa kazi ya udaktari, anaitwa nani? Dokta. Naanza na dokta. Hey Dr. Jenny, Dr. John, hey Dr. Margaret. Bwana Yesu asifiwe. Dokta ndio utambulisho wa kazi yake. Amen. Ukienda hospitali unakuta kama mtu anakuja na kikoti cheupe, hata kama ni kajambazi, Dr. Samani. Lile dokta ni utambulisho wa kazi yake, ila ana jina lake. Haleluya. Haleluya. Mjenzi wa nyumba tunaanza kumuita nani? Fundi. Huu utambulisho ni utambulisho ulioambatana na hatima, ni utambulisho ulioambatana na maslahi. Unamuita fundi kwa sababu ana kazi ya ufundi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huu utambulisho unaanzia rohoni. Rohoni kuna mtu nikamtumwa, afu kuna kaita bosi, siku chache tu kanafirisika. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajiita mi boss lady, ulimwengu wa roho unakujua maskini lady. Utambulisho wako kwenye ulimwengu wa roho ni upi? Na mara nyingi Mungu anafunua utambulisho wa mtu kwa ndoto na maono anayoota. Amen. Utambulisho wako kwa ndoto na maono unayopata katika ulimwengu wa roho, unaweza kupata utambulisho wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapoombea watu kuhusiana na kuingia kwenye mahusiano au kwenye ndoa, kujua nani ni wa nani, nani si wa nani. Hasa nyie mnaotaka kuingia kwenye ndoa, mnataka kuthibitisha Mungu anataka uolewe sawa, au wewe unataka kuolewa sawa. Yule anayetaka kukuoa au kuolewa naye ni sahihi au si sahihi. Si lazima uombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiomba
ambacho Mungu atakileta kwenye ulimwengu wa roho, hata mleta yule mtu mnafanya ngono, ukiona imekuja hiyo ni shetani huyo. Bwana Yesu asifiwe. Ataleta utambulisho wa yule mtu akishakuwa mume wako au akishakuwa mke wako. Amen. Atakutambulisha huyu mtu baadaye yatakayojili. Akwambia leo. Kwa nini? Anakupa hatima yenu kwanza. Alafu haya mengine mtapambana mpaka mfikie kwenye hatima. Amen. Ukiomba Mungu akuoneshe huyu ni mume au si mke, fuatilia. Uliza wengi waliowahi kuomba Mungu akawaambia. Aliwaambia kwa njia gani? Hata sema nilipolala nikaota ananibusu, Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna namna aliota au kuna namna aliona maono yaliyomuonesha utambulisho wa huyu mtu baada ya ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anasema, yani niliota ndoto mimi na yeye tumeshikana mikono, alafu mbele yetu kuna watoto 3. Ni baba wa familia huyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu yani sijui lakini kwa mimi ninavyojua na ambavyo nimeshafuatilia, ukiwa unaomba juu ya ndoa, Mungu haoneshagi ukifanya tendo la ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu gani? Biblia inasema usiamshe mapenzi mpaka yatakapotaka yenyewe. Kwa Mungu hawezi kukuamshia mapenzi wakati yeye mwenyewe amekwambia wewe usiamshe. Haleluya. Kwa anachokifanya anakuonesha mwisho wa. Bwana Yesu asifiwe sana. Utambulisho halisi baada ya kuwa mmekuwa pamoja. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Huko nje wananihitaji. Wakasema wanakuita wewe nabii Elia. Sema sawa. Nyie mnanihitaji. Maana kuna utambulisho nilionao, mnapaswa kuwa nao. Amen. Haleluya. Utambulisho wao unaambatana na kibali. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu ambaye unajua atakuwa msaada kesho, huwa ni rahisi kujipendekeza kwake. Amen. Mtu ambaye unajua atakuwa msaada baadaye, ni rahisi sana kujipendekeza kwake. Bwana Yesu apewe sifa. Mtu ambaye unajua atakuwa tegemeo lako baadaye, ni rahisi sana kujiambatanisha naye. Tofauti na mtu ambaye unajua huyu si lolote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Hivi ni raha kiasi gani unaambia wenzako, waziri wa mambo ya ndani ni kakaangu. Unaona waziri mkuu yule mjomba wangu. Unajisikiaje yani? Unajisikia vizuri. Yaani ka utambulisho fulani kazuri. Hasa na wewe una utambulisho wako Mungu amekupa. Bwana Yesu asifiwe. Huwa tunapenda kuwatamkia watoto wetu mambo mabaya. Mbwa nini? Tena siku hizi kumekuwa na misemo mirefu. Anasema sifugi mbwa asiyewinda mimi. Alafu namwambia mwanao kwamba ni mbwa alafu hawindi. Mbwa mvivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Utambulisho wako katika ulimwengu wa roho, wakati mwingine wao unautengeneza mwenyewe. Unautengeneza mwenyewe. Nikitokea jambo lote linahusisha hela nyingi, unajitoa. Wako na hela nitakuwa mimi. Mtu anaweza kafika akakutania, hiyo gari iliyopaki hapo yako. Wako na gari nitakuwa mimi. Sasa unafikiri kwenye ulimwengu wa roho unaweka utambulisho gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna vitu unatakiwa ujihusishe navyo. Yaani ukijiangalia unaona mazingira yamekataa, lakini vile vitu ni kama vinakulazimisha ujihusishe navyo. Jihusishe navyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Utambulisho wako kwanza. Utambulisho wako umebeba maisha yako ya baadaye. Amen. Haleluya. Utambulisho wako umebeba maisha yako ya baadaye. Kuna mwingine unakuta kila siku watu wanachanganyikiwa, wanachanganya majina. Samahani, mmefanana. Nilikuwa nafikiri bosi wangu. Mwambie ni mimi tu ila picha tofauti kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mmefanana na bosi wake. Mwambie ni mimi tu ila sura yani kidogo.
ila ni mimi tu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Utambulisho wako wa kiroho ni utambulisho ulioambatana na mwisho wako mwema. Na wachawi ili wakubambe wanaangalia namna ya kuharibu utambulisho wako wa rohoni. Wao wadili na vitu vingi, wanadili na utambulisho wako wa wapi? Wa rohoni. Ndio maana wanadili sana na nafsi yako. Ndio maana wanadili sana na utu wako wa ndani. Hawakuchafui mwilini hivi, wanachafua kwanza utambulisho wako wa rohoni. Bwana asifiwe. Haleluya. Niliwahi kuwa na rafiki yangu mmoja akasema babu yake ni mchawi, ni mganga. Kiasi watu wakienda anawaambia sasa huyu mtu atatemwa mate kila mahali. Unasikia? Anasema huyu sasa tunataka atemwe mate kila mahali. Anasema babu akanionyesha kioo chake. Nilipoangalia nikaona yule jamaa anatembea hivi, watu wanamtema mate, wanamdharau. Na maisha yake yaliharibikia hapo na kufirisika kukaja hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe una duka lako, wanachoanza kudili nacho ni utambulisho wako. Amen. Yani unashangaa kuna kauvumi ka chini kwa chini. Wewe hujui. Watu wameshaambizana yule ni chuma ulete. Na wewe haujui habari za chuma ulete, ila mtaani wameshaambizana yule ni nani? Chuma ulete. Kale kauvumi kanaanza kutembea. Kanatembea, kanaharibu utambulisho wako. Unajikuta wateja wameanza kupungua. Wateja wanapungua. Wateja wanapungua. Wateja wanapungua. Ilikuwa ni kila wiki unaingiza mzigo mpya. Baada ya mwezi ndo unaingiza mzigo. Na uingizi kwa kiwango cha kwanza. Baada ya miezi mitatu unaingiza mzigo. Uingizi kwa kiwango cha kwanza. Baada ya miezi 6 unaingiza mzigo. Bado kuna duka hapo. Utauza tena. Utambulisho wako umekufa. Wakitaka kumshusha mtu cheo, hawaendi kimwili, wanaenda rohoni. Wanaenda kuharibu utambulisho wake kwanza. Ndio maana mtu akurogi bila jina lako. Kwa sababu jina lako limeambatana na utambulisho wako wa rohoni. Kule rohoni wanataka kuangalia wewe ni nani. Ndio maana unasikia watu wanasema ana nyota nzuri. Nyota yake inang'aa sana. Tumekamata nyota yake kwa sababu ni nyota nzuri sana. Itatupa faida. Maana yake wameshika utambulisho wako, alafu wanatembea nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninachokuambia kamuulize Esau. Esau utambulisho wake ameushika Yakobo. Amevaa mavazi yake, amevaa ngozi ya mbuzi mikononi, anasogea kwa Isaka. Isaka alipomgusa akasema mikono kama ya Esau, harufu ya Esau, ila sauti ni ya Yakobo. Sasa Yakobo hajaja kama Yakobo, amekuja kama Esau. Kwa amebeba utambulisho wa Esau kwenda kuchukua baraka za Esau akiwa Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hata upande wa giza wanachokifanya, wanachukua utambulisho wa mtu, wanaenda kuunenea mabaya. Yule mtu anatembea akiwa ameambatanishwa na mabaya pasipo yeye kujua. Ana cheo kizuri, ana nafasi nzuri, ana biashara nzuri, lakini katika ulimwengu wa roho wamekula utambulisho wake. Ameliwa ndani, amebaki mfupa wa nje. Bwana apewe sifa. Kinachofuata, watu wanaanza kumkimbia. Biashara inayumba ghafla. Misaada inaondoka. Wale watu walikuwa wameambatana na utambulisho wako. Amen. Kama ni biashara, wateja wameambatana na utambulisho wako. Utambulisho wako ukiondoka, biashara yako imekwisha. Haleluya. 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 Utambulisho wako ukiondoka, baraka zako zimeondoka. Wanachukua majina, wanayaandika. Wanaandika majina yako. Naandika majina yako. Wale ambao mnaingia kwenye mahusiano bila hodi na kutoka bila hodi, yale mahusiano ya hovyo. Bwana Yesu asifiwe. Wanachukua majina yako. Chukua majina yako, wanaambatanisha na madawa yao, wanaenda kuyachoma motoni. Wanasema ninavyochoma haya madawa ndio ninavyochoma moyo wake. Hatapata mwanaume au hatapata mwanamke. Nimemshika huyu, mimi ni wa kwake.
unatoka unaenda kwenye ndoa. Ghafla unapoteza hisia na mume wako au na mke wako. Unajiona kama mnaishi na lijamaa tu. Yaani unamwona mwenzio msela tu. Siku zinazidi kwenda unajiona kama bachelor na uko ndani ya ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe wamebeba utambulisho. Unamwona wa kawaida. Unamwona mtu tu, yani mtu tu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe wamebeba utambulisho, wamebeba. Alafu ukilala usiku unamkumbuka yule yule wa kwanza. Ukilala unaota ndoto yule yule. Mlikuwa matembezi. Kumbe utambulisho wako anatembea nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Unalala unaota mmepanda ndege na yule wa zamani. Mara mko Dubai na yule wa zamani, lakini wa sasa yupo. Manake utambulisho wako alienda nao. Na utambulisho mwingine unafungwa na maneno yale ya mnapoachana, sasa mna break up. Anakuambia hujipata mwanaume kama mimi, au hujipata mwanamke kama mimi. Maneno mabaya mno yale. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Utanikumbuka tu kila utakapoenda. Utanikumbuka tu. Amechukua utambulisho wako. Haleluya. Haleluya. Biblia inasema hivi, mtu akiungana na kahaba, yani wakikutana kimwili na kahaba, wameunganishwa kuwa mwili mmoja. Kinachoungana ni nini? Ni utambulisho wa mtu. Hakuna mtu unaweza mvulia nguo kama si wa kwako. Mwenza wako kwake uko free. Manake anakujua wewe kwa utambulisho tofauti na wengine. Kaka zako wanakujua kama dada yao ukiwa umevaa nguo. Ndugu zako wanakujua kama kaka yao ukiwa umevaa nguo. Huyo yeye anakujua ukiwa uchi. Kwa ana utambulisho wako sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu ana utambulisho wako sahihi, anaweza kwenda nao popote na kufanyia chochote. Tunakubaliana hapo? Tunaelewana watu wa Mungu? Kwa utambulisho wako umebeba hatima yako. Na utambulisho wa wengi umefia kwenye mahusiano, kwenye mapenzi. Kwa nini? Biblia inasema atendaye dhambi ya uzinzi anatenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Manake anaharibu utambulisho wake mwenyewe. Anatafuna utu wake mwenyewe. Bwana apewe sifa. Huko nje wananihitaje? Utambulisho wako kiroho ni kitu cha muhimu sana na cha thamani mno. Ni kitu cha kulinda sana. Ndio maana mtu akishatenda dhambi, utambulisho wake kihuduma unakufa. Ukiona ni mchungaji, ni mtumishi wa Mungu, amezini, utambulisho wake umefia pale. Anabaki kama mtu aliyewahi kufanya kazi ya Mungu, hata kama bado anaendelea kufanya. Utambulisho wake kama mtumishi wa Mungu umefia pale. Biblia inasema hivi, watu watasema, hatukutoa pepo kwa jina lako, wala kuponya magonjwa kwa jina lako. Nitawaambia ondokeni kwangu, sikuwajua, sikuwatambua. Nini kinatufanya tutambulike kwa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yesu anasema watu wataenda watamwambia, tuliponya wagonjwa kwa jina lako, tukatoa mapepo kwa jina lako, tukatoa na unabii. Akasema nitawaambia ondokeni kwangu, sikuwatambua. Siwatambui kabisa. Siwajui, sikuwajua. Kwa nini? Ndani yao utambulisho wao kama watumishi wa Mungu ulikuwa umeondolewa. Kilichokuwa kimebaki ni makopo tu. Amen. Haleluya. Wakati Sauli, roho ya Mungu imeshamwacha, imeenda kwa Daudi, roho ya kifalme. Amen. Mungu ameshamwambia Sauli kupitia Samuel. Akasema nimekurarulia ufalme wako, nimempa jirani yako. Amen. Utambulisho katika ulimwengu wa roho kama mfalme uliondolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu ule utambulisho katika ulimwengu wa roho kama mfalme ukaenda kwa Daudi. Amen.
Lakini kiti cha kifalme kiko pale pale. Kasri la kifalme liko pale pale. Majeshi yanamheshimu pale pale. Kitu kilichokuwa kimepotea kwa Sauli ni sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo Mungu alikuwa anampa maelekezo kama mfalme. Sasa utambulisho wake kama mfalme kwenye ulimwengu wa roho umeondolewa. Kwa hapokei maelekezo kama mfalme tena. Anayepokea maelekezo kama mfalme ni Daudi. Sauli hapokei maelekezo, akalalamika, Mungu amenyamaza. Akaambia, sasa nitafutieni mganga mzuri, nikaulize habari zangu kwake. Wakaenda kumtafutia kibibi moja nje ya mji, kipunga pepo. Kikasema, Sauli anaua watu, kumbe ni yeye mwenyewe ndo amekuja. Bwana Yesu asifiwe. Sauli anaua waganga wewe, Sauli mbaya. Sasa niagulie kwanza, niamshie. Mbona ni wewe Sauli? Tulia. Agua kwanza. Nipandishie Samueli. Pandisha pepo Samueli, likapanda pepo. Bwana Yesu asifiwe. Alafu likamwambia, kesho utakuwa na mimi huku. Sauli kesho yake akaenda vitani, akafa. Hakurudi tena. Haleluya. Kilichofanya Mungu amnyamazie ni nini? Hakuwa na utambulisho tena kama mtumishi wa Mungu. Kama una maono yote Mungu amekupa, kama kuna utambulisho Mungu amekuwa akikuonesha sana, kama kuna jambo unalifanya alafu Mungu anasema na wewe mara nyingi kupitia hilo jambo, manake utambulisho wako unafahamika kwa Bwana. Haleluya. Utambulisho wako uko mbele za Mungu. Kama utambulisho wako ukiondoka mbele za Mungu, hutapokea habari kutoka kwa Mungu. Haleluya. Haleluya. Kamuulize Sauli. Utambulisho wa kifalme umetoka. Kiti cha kifalme kiko pale pale. Utambulisho katika ulimwengu wa roho umetoka. Kiti cha kifalme kiko pale pale. Kuna watu utambulisho wa kihuduma ulishaondoka siku nyingi, lakini makanisa yako. Bwana Yesu asifiwe. Majengo yako. Kuna makanisa ambayo Mungu akiangalia anaona ni mlango wa kuzimu, lakini watu wamejaa, tena wanaitana kwa idadi kubwa. Utambulisho katika ulimwengu wa roho si kanisa, ni lango la kuzimu. Yapo. Mungu alishaondoka, alishanyamaza muda mrefu. Hawezi tena kupeleka taarifa pale. Hawezi tena kupeleka habari pale. Bwana apewe sifa. Haleluya. Mimi natafsiri ndoto za watu wengi sana. Napokea ndoto za watu kutoka makanisa na makanisa tofauti tofauti. Kuna mtu anakuja anakusimulia ndoto. Na unaabudu wapi? Anataja, ninapoabudu ni hapa na hapa. Na hiyo ndoto unaona ni ya kimadhabahu na inahusisha madhabahu anayoabudu, na bado Mungu amemwambia toka hapo. Na unamwambia hapo unapoabudu toka. Mungu anataka utoke, ameshakuthibitisha hii. Unakwenda utaangamia. Hasa nifanye nini? Nitahama? Mimi pale ndio mwenyekiti wa vijana. Mimi katibu wa kina mama. Mimi kule kwetu kuna mitaa, ule mtaa kimeenda mimi. Haya, mezwa na vyeo. Mungu ashasema. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ananyamaza kimya. Akinyamaza hakutambui tena kama hakubeba hayo majukumu. Mungu hampi jukumu kila mtu. Anampa jukumu anayemtambua. Mungu hakupi jukumu la uponyaji kama hakutambui kama mtu anaweza kubeba uponyaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa Mungu akishakuondolea utambulisho wako, utaendelea kufanya kwa kiwango kile kile, hautakuwa. Hautaongezeka. Utaishia pale pale. Bwana apewe sifa. Utambulisho wa kiroho ndio kitu cha kulinda kuliko kitu chochote kile. Ninapokuambia usitende dhambi, ninakwambia usitende dhambi kwa maslahi mapana ya hatima yako, ukiachilia mbali kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa sababu ukitenda dhambi, ile dhambi inaondoa utambulisho wako wa utakatifu katika ulimwengu wa roho. Ukishaondolewa utambulisho wa utakatifu katika ulimwengu wa roho, utukufu wa Mungu uliokuwa umekufunika unaondoka. Ule utukufu wa Mungu ukiondoka, manake shetani anaweza kukupiga kutokea upande wowote aliko. Anaweza kukulenga kutokea upande wowote aliko simama, na akakupata. Akikupata, vita vinakuwa vimeinuka kwa sura nyingine. Na kutoka hapo inakuwa ngumu, kwa sababu ana uhalali. Wewe si wa Mungu tena. Bwana apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Amen. Utambulisho wako wa kiroho ni kitu cha thamani mno. Ni kitu cha thamani mno. Mungu anakutambua kama nani? Kama nani?
Mungu anakutambua kama nani. Achana na kusudi. Wiki iliyopita tujifunza kusudi la Mungu, amen. Sasa tunajifunza utambulisho wa kiungu, utambulisho wa kiroho ambao Mungu ameweka ndani yako. Kuna watu walikuwa na majina, Mungu akawabadilisha majina kulingana na majira ambayo wanatakiwa kwenda. Bwana apewe sifa. Haleluya. 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 Utambulisho wa mtu ni nyota, ni nafsi. Amen. Utambulisho wa mtu ni utu wa mtu wa ndani. Biblia inasema ni nani ajuaye roho ya mwanadamu isipokuwa mwanadamu mwenyewe? Kwa kuna utambulisho ambao mwingine yote haujui, wewe ndio unaujua. Na wewe utambulisho ukishaujua unaufurahia. Yaani wewe utambulisho wa kiroho ambao unatoka kwa Mungu, ukishaujua uko ndani yako unaufurahia. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaanza kuufurahia. Huwezi kuuchukia. Haleluya. Petro anaambiwa, wewe juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa. Juu ya mwamba huu. Kwanza Petro au jiwe, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe utambulisho wako ni upi? Kwa makini sana unapokuwa unaombewa, hasa maombi ya kinabii. Bwana Yesu asifiwe. Kama hujui utambulisho wako. Amen. Kuna saa Mungu huwa anakuja anazungumza pale pale. Ule utambulisho unapewa hapo, unaenda nao. Haleluya. 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 Utambulisho wangu kihuduma ilinichukua muda kuujua, lakini nilikuwa naenda hatua kwa hatua. Mara ya kwanza nikakuta mtumishi mmoja wa Mungu ananiombea katika ulimwengu wa roho. Anaombea watu wengi. Alipofika kwangu akasema, sikuwekei mkono, wewe ni mtumishi wa Bwana. Mimi nikawa najiita mtumishi. Haleluya. Wewe mchungaji? Mimi mtumishi. Wewe mimi mtumishi tu. Wakiniita mchungaji, mimi mtumishi. Kwa nini? Nimeshaambiwa mimi ni mtumishi wa Bwana. Nikaenda mbele, baadaye nikaambiwa, nikaona ninapewa cheti cha kichungaji na kitambulisho cha kichungaji nikiwa sijaenda hata chuo cha Biblia. Nikasema, mimi ni mchungaji sasa. Mimi ni mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kaendelea siku akaniambia, ukitoa unabii waambie watu cha kufanya. Mimi ni nabii. Haleluya. Siku akaniambia, nimekuita kuwa mtume ukiwa bado mdogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikajua kumbe mimi ni mtume. Haleluya. Nikaenda hatua kwa hatua. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Kwa utambulisho wangu uko rohoni, sio mwilini. Ndio maana waniite wasiniite sijali, aliyenipa ni Bwana. Kwa sifurahi sana huo utambulisho, wala siuchukii. Waite sawa, wasiite sawa. Amen. Ila sio utambulisho kama cheo, ni utambulisho kama majukumu. Ndio maana wakiita au wasipoita havinivurugi. Kinachonivuruga ni natimiza yanayopasa hili jina. Natimiza yanayopasa huu wajibu. Utambulisho wa kiroho ni wajibu wako. Amen. Haleluya. Haleluya. Unaitwa mtendakazi, usijidharau. Hiyo ni kazi kubwa sana. Ni kazi ya askofu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni utambulisho wako katika ulimwengu wa roho. Amen. Una jambo umeelewa hapo? Umeelewa? Utambulisho wako kiroho. Wakati wanamwandaa mtu upande wa giza, wanamwandaa mtu kwa uganga, wanampa jina mapema. Amen. Anashangaa anakuwa anaitwa Sikalinde. Wewe Sikalinde, njoo hapa. Sikalinde, njoo hapa. Sikalinde. Kumbe wewe wamekuandaa unakuwa mganga Sikalinde. Wanamwandaa mtu mapema, wanampa utambulisho. Bwana Yesu asifiwe. Na ili ujue amempa utambulisho, wanaanza kumzoesha. Mdogo tuanza kutumwa kuchimba madawa. Leo nenda kachimbe pale kwenye ule mti mizizi kalete hapa. Ule mti nenda katoe magome yake yale uyalete hapa. Ule chukua majani yake twanga leta hapa. Katoto kanaanza kutumwa. Taratibu. Katoto ukija kukuhubiria injili kanakuona wewe mchawi. Kumbe kenyewe ndio kachawi. Kwa nini? Kalipewa utambulisho mapema upande wa giza. Kuacha ni shida. Kuna watu wameokoka, utambulisho wao upande wa giza haujatoka.
wako makanisani, ameokoka lakini bado ana utambulisho wa kiganga, bado ana utambulisho wa kishirikina, bado ana utambulisho wa bibi yake, yuko kanisani miaka 40, ana utambulisho wa jina la urithi. Ule utambulisho unatesana naye namna hii, unasumbuana naye, unatesana naye, unafuatana naye, unataka kumwangamiza, unataka kumrudisha. Ana utambulisho wa kiganga huyu. Unashangaa mtu kila siku afunguliwa, kumbe kuna mapepo yanasema huyu sisi tunamtambua kama mganga, bado inabidi ile jina tudili nalo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Hebu simama tuombe kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Simama tuombe, simama tuombe, simama tuombe, simama tuombe. Mbona naona unapumua? Ulikuwa hujui kama utambulisho wako unasoma upande wa pili? Wengine utambulisho wenu ulianza kusoma wokovu kabla hamjaokoka. Wanaanza kusema hiki kimekaa kilokole lokole. Mimi bibi yangu mzaa mama alikuwa ameniandaa kunirithisha uchawi kabisa. Ila sasa utambulisho ulikuwa unamgomea. Nilipozaliwa tu nikawekwa wakfu, nikatolewa na sadaka. Kwa kila kipambana naona haviendi. Mimi nimekaa naye katika wajukuu, amekaa naye miaka mingi ni mimi, lakini hakuwahi kunishirikisha chochote cha kiganga. Kila akijaribu utambulisho umegoma, vimekataana. Haleluya, haleluya, haleluya. Wewe unachukua mtoto wako amezaliwa, kitovu chako nampelekea mama yangu. Nampelekea mama yako akifanyia nini? Nywele zake za kwanza tunapeleka nyumbani kwetu. Nyumbani kwenu wakafanya nini? Wewe mtoto wako usimpe jina la babu yake wala bibi yake wala shangazi yake. Sawa? Mshaandaa jina la mama mkwe. Ufanya nini? Marufuku. Inachomwa hivyo. Choma pale. Kiwezekana huko kwa hospitali vitupe. Ichomwe huko. Sawa? Kitovu sio cha kukitunza, cha kazi gani? Yaani unakitunza cha kazi gani? Huyo muhuni huyo. Na hajaokoka. Muhuni huyo. Muhuni, mwambie tunakichoma, tushakichomaga kile. Hamna, unadai venye tushakichoma kile. Basi kudai mtu unadaiwa kitovu cha mtoto wako. Afana wewe akakifanyia nini? Yaani mtoto wangu mimi afu mamangu mzazi anadai kitovu cha mwanangu, cha kazi gani? Yaani wewe mamangu mimi kitovu cha nini? Mtoto wako wangu kitovu cha wewe cha nini kitovu? Marufuku. Mtoto wako wewe sio wa mizimu. Sawa? Ni mtoto wako sio wa mizimu. Kupitia hicho kitovu wanaenda kufanya madawa, mapepo yanajua yameshatambulishwa, hiki kitovu mnakiona huyu naye wenu. Kwa hiyo anakuwa anatambua huyo ni mtoto wetu. Unashangaa mtoto analia haachi usiku. Wewe anaitwa nani? Anaitwa John. John sio jina lake, hebu mtaje jina la babu yake. Sikagwembe. Kana nyamaza. Ataitwa Sikagwembe huyu. Mtoto anaitwa nani? Sikagwembe. Wewe, si alikuwa anaitwa John? Wewe babu yake amempa Sikagwembe. Hilo la John alilikataa. Mtoto hata kuongea juu anakataa jina. Wewe hujiulizi. Wanakuwa wanatafuta kumpa utambulisho ambao itakuwa rahisi kwao kuaccess mtoto wako. Umeelewa? Umeelewa? Utambulisho wako katika ulimwengu wa roho ni muhimu mno kulindwa. Na ni muhimu uwe ni upande wa Mungu, sio upande wa giza. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Utambulisho wangu kwenye ulimwengu wa roho utakaswe kwa damu ya mwana kondoo. Damu ya Yesu itakasa utambulisho wangu katika jina la Yesu. Damu ya Yesu Kristo itakasa utambulisho wangu katika jina la Yesu. Damu ya mwana kondoo itakasa utambulisho wangu
katika jina la Yesu. Damu ya Yesu Kristo itakase utambulisho wangu katika ulimwengu wa roho, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Vile ninatambulika rohoni, nitambulike kwa wema kama Bwana anavyonitambulisha. Giza lisinipate kwa utambulisho ambao nimepewa na babu zangu kwa ajili ya kumilikishwa kwa mizimu, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Naomba maiki ifanye kazi. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Damu ya Yesu Kristo itakase utambulisho wangu, Itakase utambulisho wangu. itakase utambulisho wangu katika jina la Yesu, Katika jina la Yesu. katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Vile ninatambulika rohoni, Vile ninatambulika rohoni, iwe ndivyo nitatambulika mwilini. iwe ndivyo nitatambulika mwilini. Kila namna ambayo Kila namna ambayo ninatambulika kwa ubaya ninatambulika kwa ubaya katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa roho, hiyo namna naikataa, hiyo namna ninaikataa, hiyo namna ninaikataa. hiyo namna ninaikataa. Namna yoyote ile, namna yoyote ile inayonitambulisha kwa mabaya inayonitambulisha kwa mabaya katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa roho, ninaikataa kwa jina la Yesu. ninaikataa kwa jina la Yesu. Ninakataa kwa jina la Yesu. Naikataa kwa jina la Kila Yesu. namna ninavyotambulika kwa Kila namna mabaya ninavyotambulika kwa kwenye mabaya ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa roho, nakataa kwa jina la Yesu. nakataa kwa jina la Yesu. Nakataa kwa jina la Yesu. Nakataa kwa jina la Inua Yesu. sauti yako kwanza kuomba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, utambulike kwa wema kama Bwana anavyokutambulisha. Utambulike kwa wema kama Bwana anavyokutambulisha katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Utambulike kwa wema, utambulike kwa wema, utambulike kwa wema, utambulike kwa wema.